kwa bidii lakini hauna mafanikio unayoweza kuyaonyesha. Wewe ni mtu ambaye unajaribu sana kufanya mambo mazuri, lakini ni kama mbingu zimefungwa kwako. Lakini jambo la tatu linaonekana katika mstari wa 37, inasema kama nchi imeingia njaa. Sasa nikasema njaa maana yake ni kupungukiwa au ni uhitaji uliokithiri. Njaa sio ile tu hali ya kukosa chakula, lakini ni kuingia katika hali ya kupungukiwa na uhitaji uliokithiri. Sasa naomba unisikilize katika haya mambo 8 ambayo napenda niyarudie tena siku ya leo. Tunasema haya ni matokeo au madhara ya dhambi. Matokeo au madhara ya dhambi. Sasa la kwanza nasema dhambi inavunja uhusiano wa mtu na Mungu. Dhambi inavunja uhusiano wa mtu na Mungu. Dhambi inavunja uhusiano wa mtu na Mungu. Ukirejea kwenye kitabu kile cha Mwanzo, mtu wa kwanza Adamu, unaona jinsi alivyohusiana na Mungu na hali yake na maisha yake yalivyokuwa. Lakini ilipoingia dhambi, unaona ule uhusiano wake na Mungu ulipovunjika, mambo yakaanza kuwa ya tofauti sana. Kwa hivyo katika hilo la kwanza tunasema tunaomba kupata kibali tena cha Mungu na uhusiano wetu na Mungu uliovunjika uweze kurejeshwa. Dhambi inavunja uhusiano wa mtu na Mungu. Unaweza kuwa na uhusiano mzuri na kanisa na mambo mengine, lakini uhusiano na Mungu wenyewe huwa unavunjwa kwa sababu ya dhambi. Lakini ya pili tukasema dhambi zinauficha uso wa Mungu. Zinauficha uso wa Mungu. Kwenye kitabu cha Isaya 59 nafikiri ni mstari ule wa 2, anasema lakini dhambi zenu zimeuficha uso wangu, uso wa Mungu, wala hataki kusikia maombi. Dhambi zinaficha uso wa Mungu, na anasema wala hataki kusikia maombi. Sasa haya ni madhara ya dhambi. Inaficha uso wa Mungu, wala Mungu hataki kusikia maombi. Lakini ya tatu inasema dhambi zinamfanya Mungu asisikie maombi, kilio wala kuugua kwetu. Unapokuwa katika maisha ya dhambi, unaweza kuwa unalia lakini hupati msaada, kwa sababu dhambi zinamfanya Mungu asisikie kilio wala kuugua. Kwa hiyo unaweza kuwa unaugua, unaumizwa na mambo mengi, lakini dhambi zinamfanya Mungu asisikie. Kuna mtu mmoja katika Biblia, yeye aliponywa na Yesu, na mara baada ya kuponywa wale viongozi wa dini wakaanza kumsumbua. Kwa anamwambia wewe umewezaje kupona? Tunajua wewe umekuwa mdhaifu, umekuwa unaumwa, umewezaje kupona? Yaani wakataka kujua nini kimetokea. Sasa wakaanza kumsumbua kwa maneno mengi. Mwisho yule mtu akawaambia, kwani na nyie mnataka huduma ya Yesu? Wala wakasema hapana, sisi tunaye baba yetu Ibrahimu, sisi hatuhitaji huduma ya Yesu, lakini wewe tuambie umeponaje. Wakamsumbua tena na tena. Mwisho yule bwana akamwambia hivi, mimi najua ya kwamba Mungu hamsikii mwenye dhambi, hasikilizi maombi ya mtu mwenye dhambi, lakini mtu akiwa ni mcha Mungu, basi Mungu humsikia huyo. Kwa hivyo dhambi yenyewe inasababisha Mungu asisikie. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaona maombi mengi yanaombwa na hakuna kitu kinatokea ama kinafanyika, na mara zote sisi tumekuwa hodari wa kumlaumu shetani. Yaani makosa yote ni ya shetani. Ni sawa, ni sawa. Lakini kuna mahali pengine ni dhambi za mtu zinafanya Mungu asisikie. Zinafanya Mungu asijibu maombi yake. Zinafanya Mungu asitembee na yeye. Zinafanya huyu mtu anashindwa na kila kitu. Dhambi zinafanya Mungu asisikie maombi yanayoombwa. Kwa hiyo wiki hizi zimekuwa ni wiki za muhimu sana ambazo zitabadilisha hata maisha ya maombi ya kila mmoja wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua msingi wa imani ya Kikristo sio kuishi kwa maombezi ya wengine. Sio kama unanielewa? Yaani msingi wa imani ya Kikristo sio kwamba we uishi kwa maombezi ya mchungaji au kwa maombezi ya watumishi au kwa maombezi ya manabii. Msingi wa imani ya Kikristo ni kwamba uishi kwa kuomba kwako.
Ndio maana maandiko yanasema katika Yakobo kuomba nafini Yakobo anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, si ndio? Ni Yakobo anasema hivyo. Kuomba kwa mwenye haki kunafaa sana kama akiomba kwa bidii. Hasemi akiombewa kwa bidii. Jamani, mnanielewa? Hasemi akiombewa kwa nini? Sababu kuna wengine wao wanataka waombewe kwa bidii. Waombewe kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Kuna mama moja mzuri sana hapa kanisani miaka ya nyuma. Kaniambia, mchungaji, matatizo ni makubwa sana na hali mbaya sana mchungaji, niombee. Nikamwambia nakuombea. Akaniambia, hujanielewa. Ninasema hivi mchungaji, kulingana na matatizo nilionayo naomba ufunge masaa 72. Nikafurahia. Huyu mama ananiambia hali ni mbaya, mimi nifunge masaa mangapi? Maana yake hizo ni siku ngapi? Siku 3. Tena ananiambia funga kavu kabisa mchungaji, piga kavu kabisa. Nikamwambia mama, ni sawa, naweza kufunga kukuombea, lakini kwa nini haya maombi yasiwe maombi ya pamoja na wewe ufunge? Akasema, nyewe watumishi wa Bwana mmeitwa kufunga nyie. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba, sio akiombewa. Mwambie mwenzako hilo. Hebu mwambie huyo aliye karibu na wewe. Mwambie maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba. Mwambie sio akiombewa. Muulize, umeelewa wewe? Hebu mtikise kidogo. Mwambie umeelewa wewe. Lakini maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Maana yake kama tumetubu dhambi na kuziacha, kila mmoja wetu anayo nafasi mbele za Mungu Baba. Na Mungu Baba unapoanza kuomba na kukaribisha, anasema karibu mwanangu, niko tayari kukusikiliza. Unasema nini leo? Una mahitaji gani leo? Unajua sisi tunaoombea wakati mwingine hatuwaombei vizuri kama vile ambavyo ungeomba mwenyewe. Hivi umeshawahi kumtuma mtu aende akakuombea kitu fulani mahali fulani? Labda wewe hujawahi. Nimewahi kumtuma mtu akaniombea kitu fulani mahali fulani, akaenda akanivurugia, akaniharibia kabisa. Amefika kule, yani amejieleza tofauti kabisa. Mwisho yule jamaa ananipigia anasema, huyu uliyemtuma mbona simuelewi, ulikuwa una shida gani? Nikamwambia nilikuwa naomba hiki na, akasema sasa si ungekuja mwenyewe, huyu amekuja hapa, yani nimeshindwa kumuelewa. Yani nilikuwa nimeshasema hapana. Tunawaombea ndio, lakini bado maombi yako yanafaa sana. Haleluya. Yanafaa sana. Yanafaa sana. Sasa dhambi yenyewe huwa inazuia Mungu asisikie. Lakini jambo la 4, tukasema dhambi inazuia utendaji wa Mungu. Katika Waebrania 2:4 ukisoma pale inasema Mungu akitenda kazi pamoja nao kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu, akitenda kwa ishara na maajabu mengi. Waebrania 2:4. Lakini dhambi ndizo zinazozuia Mungu asiweze kufanya vitu kwenye maisha ya watu. Mungu hajamaliza na wewe. Bado hajamaliza kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Bado hajamaliza kukutendea. Bado hajamaliza kufanya kazi na maisha yako. Sasa nini kinamzuia? Hizi ni dhambi. Na unajua yani nyakati za leo kiimani ni nyakati za tofauti sana. Kuna mambo ambayo watu wanayafanya lakini yanaonekana kama ni ya kawaida. Yani inakuwa ni kawaida. Yani ndani ya kanisa kuna vitu ambavyo wewe ukishangaa na wao wanakushangaa. Yani wewe unashangaa na wengine wanasema hivi, nyewe wokovu wenu bado ni wokovu wa kizamani. Nyewe mna wokovu ule wa zamani, wokovu ule wa kizee, yani kila kitu nyie ni misimamo. Unaona Na leo watu wanaokoka. Kijana mmoja hapa akaniambia miaka kadhaa iliyopita, samahani kama uko hapa. Nikamwambia kijana, habari? Nimekuona kanisani Jumapili nyingi.
karibu sana hapa kanisani, nafurahia kwamba unakuja kwenye ibada kila Jumapili. Je, umeokoka lini? Akaniambia, baba mchungaji, mimi nimeshaokoka lakini sijaokoka kivile. Sasa nikaondoka na hilo neno sijaokoka kivile. Anamaanisha nini? Maana yake ameokoka lakini kuna mambo ambayo yani haya usiokoke sana. Yani wewe okoka lakini sijui kama unanielewa Yani okoka lakini Vijana mnisikie. Nyie ndo mnaanza maisha. Kama unataka kutembea na Mungu na kuziona baraka na kuyaona mema na kuziona fadhili zake na kuona Mungu akikuheshimisha hata kama hiyo heshima ulikuwa huna, na kuona Mungu akikupigania, mshike yeye 100%. Wachache wamenielewa, wengine hawataki. Hao ndio wanasema sijaokoka kivile. Wengine hawataki. Lakini nimeona katika maisha, wakati wowote ukisimama na Mungu kwa 100%, Mungu anasimama na wewe kwa 100%. Hiyo ni hakika. Yani hiyo ni hakika. Ukisimama na Mungu 100%, Mungu amesimama na wewe 100%. Ukijitoa kwa Mungu, Mungu anajitoa kwako. Ukimheshimu Mungu, Mungu anakuheshimisha wewe. Ukimpa Mungu, Mungu anakupa na wewe. Ukimtanguliza Mungu, anakutanguliza na wewe. Yani hajawahi kumwacha mtu wake popote nyuma. Kile unachofanya Mungu anarudisha kwako mara 100 zaidi. Kama naeleweka, naomba nisikie amina. Bwana asifiwe sana. Sasa tunahitaji kuona utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Yale ambayo Mungu anataka kuyafanya kulingana na wakati huu tulionao na majira haya tulionayo. Ni majira ya Mungu kufanya mambo makubwa kupita kawaida. Sasa dhambi zisimzuie Mungu kufanya anayotaka kuyafanya katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Namba 5, dhambi inaondoa uhai. Au unaweza kusema dhambi inaua. Dhambi inaua. Unajua Adamu alipopewa yale masharti ama utaratibu wa namna ya kuishi kwenye ile bustani, Mungu akamwambia hivi, msile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Siku mtakapokula, Mungu akamwambia, hakika utafanyaje? Mtakufa. Sawa, ulipita muda ambao Biblia haitaji ni miaka mingapi, lakini Adamu na Hawa waliishi pale. Mambo yalikuwa mazuri sana. Lakini siku moja shetani akatembelea. Shetani akafika pale, ghafla anamuona Hawa. Wanazungumza naye pale, baadaye anafanikiwa kumshawishi. Hawa akachukua yale matunda akala, akachukua mengine akampelekea Adamu. Biblia inasema Adamu alipokula, ghafla wakagundua kwamba wako uchi, wakaenda kujificha. Sasa Mungu alipokuja pale bustanini wakati anamtafuta Adamu, alimuuliza, je, umekula yale matunda? Adamu akasema, sababu hivi na hivi. Lakini maandiko yanasema mara baada ya pale Adamu aliishi miaka 900 na ngapi? Miaka 930. Maana yake Mungu alivyosema utakufa, ile unakufa haikutokea mapema. Lakini nini kilitokea? Kifo gani kilitokea? Kilikuwa ni kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho. Adamu alikufa kiroho. Maana yake uhusiano wake na Mungu ulivunjika pale. Hata ingawa aliendelea na maisha mengine, na hayo maisha yalikuwa ni maisha ya tofauti, lakini uhai wa kimungu ulikuwa umeondolewa kwenye maisha ya Adamu. Bwana tusaidie sana. Dhambi inaua. Lakini ya mwisho, namba 6 nasema dhambi inaharibu vyanzo vya kimungu vya kufanikiwa. Viko vyanzo ambavyo Mungu anavyo kwa ajili yako. Kwenye kitabu cha Mithali 24:13 inasema afichaye dhambi hatafanikiwa. Mithali 28:13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye atapata rehema. Mithali 28:13. Dhambi inaharibu vyanzo vya Mungu vya kufanikiwa. Mithali anasema yeye anayeficha.
Mithali inasema hatafanikiwa. Sasa hilo sio neno langu jamani. Sio neno langu. Ni neno la Mungu. Kwamba huyu mtu anafanya makosa, huyu mtu anafanya dhambi, alafu anatumia hiyo hali kwa ajili ya kuficha. Sasa dhambi ukificha haziondoki. Ila ukiungama, ukitubu na kuacha, dhambi zinaondoka. Sasa kwa nini maisha ya wengi hayasogei ama hafikii viwango vile vya kufanikiwa vya kimungu? Kuna maeneo ya maisha ambayo hayako sawa sawa. Kuna kitu fulani ambacho kinajaribu kufichwa. Watu wanajaribu kuficha yale mabaya wanayoyafanya. Lakini Mithali inasema afichaye hatafanikiwa, bali anayeungama huyo atapata rehema. Kwa hivyo kama tukiziungama leo utapata rehema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namba 7, dhambi zinadumaza kanisa au zinadumaza kiroho, zinadumaza maisha. Kiona ile hali ya kukua haiendelei tena, yani hakuna kuendelea katika kukua. Ile hali ya kubakia pale pale miaka na miaka, miaka 10, miaka 20, miaka 30, mambo yako vile vile, na wewe ni Mkristo, na wewe unampenda Yesu, na wewe unamcha Mungu, na wewe unamtumikia Mungu. Kuna kitu ambacho unatakiwa ukirekebishe. Bwana asifiwe sana. Kuna kudumaa kwingine sio kwa kawaida. Yaani hakuna kitu kinachoongezeka kwako. Sio hali ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Yaani kwenye maisha uko vile, na wengine wanaingia kwa Yesu alafu wanabakia pale pale, wanaanza kusema tangu nimeingia huko Yesu Bwana, huko hamna kitu. Yaani huko mambo yamekuwa mabaya zaidi ya zamani. Nani amesema hivyo? Nani amekwambia kwa mambo yanakuaga hivyo? Kihalisi tunapoingia kwa Yesu ndio mahali ambapo maisha yanapata maana. Ndio mahali ambapo mambo yanabadilika. Kama uliingia na mambo yakabakia vile vile, kuna kitu fulani cha kushughulikia leo. Lakini mimi nimeona kwamba kuingia kwa Yesu, kuishi pamoja na Yesu, maisha yanabadilika. Kila hali inabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia, dhambi zinadumaza, zinazuia ile hali ya kukua na kuendelea. Kama unapitia katika hali kama hizo, hebu jichunguze. Hebu jitazame. Hebu jihoji mwenyewe. Inawezekana kuna kitu ndani yako kinachozuia ukuaji wako mwenyewe. Inawezekana kuna kitu kwenye maisha yako ambacho hiyo ndio sababu kwa nini mambo mazuri hayatokei kwako. Mara zote sisi tumekuwa hodari sana wa kuona dhambi za wengine. Unajua walokole wana sifa hiyo moja ya kuona makosa ya wengine, ya kuona dhambi za wengine, ya kuona mapungufu ya wengine, lakini mapungufu yao uwaga hawaoni. Yaani ndio sifa moja kubwa, kuhukumu, kukosoa, huyu ni mwenye dhambi, huyu hafai, huyu Biblia inasema, Yesu akasema hivi, wewe unawezaje kutoa kibanzi? Unawezaje kutoa kibanzi ama kijiti kwenye jicho la mtu mwingine wakati kwenye jicho lako wenyewe kuna boriti? Unajua ni nguzo boriti, hilo jina boriti hilo ni lugha, lakini boriti ni nguzo. Yaani wewe unaona kijiti kidogo, unaona kwenye jicho, unaona kitu kidogo kama hiki kwenye jicho. Unamwambia mwenzako bwana, naona wewe una kibanzi jichoni, yani wewe una kitu fulani jichoni. Wakati wewe sijui hapa hamna nguzo hapa. Wewe una kama ule msalaba. Yaani wewe yaani ile wewe huoni, lakini unaona hii. Sasa hii ndio tabia ya wengi sana. Wao wanashindwa kuona kile walichonacho wao, wanaona kile walichonacho wengine. Inawezekana kushindwa kwako kukua
sababu bado ni wewe mwenyewe. Mungu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Kwa hivyo tunatakiwa ama tunapaswa sisi kurekebisha hiyo. Haleluya. Ili kuruhusu ukuaji, tunapaswa kumwambia Bwana utusamehe. Tunaomba roho ya ustawi na kukua. Ondoa kabisa hali ya kudumaa iliyo kwenye maisha yetu. Ondoa hali ya kudumaa iliyo katika kanisa. Ondoa hali ya kudumaa iliyo kwenye biashara. Kila tunachokifanya, Bwana aachilie roho ya kukua na roho ya ustawi. Na ninaomba kwamba mwaka huu Mungu akakustawishe katika hali zote. Bwana asifiwe sana. Jambo la mwisho lilikuwa ni dhambi zinampa adui nguvu ya kushinda. Dhambi inampa adui nguvu ya kushinda. Sasa hayo yalikuwa ni mambo ambayo tumeyaombea, na bila shaka umeyaweka vizuri, kwa sababu haya maombi yanaendelea. Unaweza ukarejea hapo ukaomba kitu kimoja kimoja. Ukaombea uhusiano wako na Mungu, ukaombea ukuaji wako, ukaombea kila kitu ambacho unakiona kwenye hayo mambo 8. Na ukiomba hivyo, na kuhakikishia utaona jinsi ambavyo Roho wa Mungu atafanya mambo ya tofauti kwenye maisha yako. Jina la Yesu lisifiwe sana. Sasa nimalizie jambo moja la mwisho, alafu tuingie kwenye kuomba. Nikaanza kuzungumza kwamba adui anatenda kazi kwa sababu ya dhambi. Adui anayefanya kazi kiroho ama rohoni ama katika ulimwengu wa roho, tunaweza kuyaona matokeo mabaya katika ulimwengu wa mwili kwa sababu tumeshindwa ama tumeharibiwa katika ulimwengu wa roho. Sasa nilitaja mambo mengi, lakini nina moja tu leo la kusema. Katika ulimwengu wa roho, jana tulikuwa tunaomba kuhusu mipaka. Nataka niseme tena kuhusu mipaka. Dhambi inamfanya adui awe na nguvu ya kuweka mipaka. Sasa mpaka ni nini? Napozungumzia kuhusu mipaka, inaeleweka tu katika namna ya kawaida kabisa kwamba tunasema mipaka ni ukomo wa kitu fulani. Kuna mipaka ya mashamba, si ndio? Kwamba wewe shamba lako au wewe kiwanja chako kinaishia hapa, na kama kinaishia hapa, basi huwezi kuendelea upande mwingine. Sasa kuna mipaka ambayo imewekwa kwenye maisha ya watu, na mipaka mingine ni kwa sababu ya wao wenyewe, yale wanayoyafanya yamempa adui yao nafasi ya kuweka mipaka kwenye maisha yao. Sasa sikiliza maneno haya yafuatayo kwa uchache, na tunakwenda kuomba tena kwa ajili ya kusogeza hiyo mipaka. Kuna haya maandiko ambayo tuliyasoma jana, kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu ilikuwa ni sura 38 na ule mstari wa 11. Kitabu cha Ayubu 38:11. Ayubu sura 38, hebu tuone mpaka hapo tusome. Ayubu 38 mstari wa 11. Unaweza kuwekewa mipaka katika ulimwengu wa roho na tukaona matokeo katika ulimwengu huu wa kawaida. Ayubu sura 38 mstari wa 11. Anasema hivi: nikasema utafika mpaka hapa, lakini hutapita, na hapa mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Angalia huo mstari. Biblia inasema hivi, au neno la Mungu linasema hivi, utafika mpaka hapa, lakini hautapita. Sasa hii inamaanisha nini? Kuna kitu kilichowekwa mbele ya maisha ya mtu fulani. Kuna kitu kimewekwa kwamba hapo wewe hauwezi kuvuka. Maana yake ni hivi, unaweza ukaanza, unaweza ukaendelea, kaanza vizuri, ukaendelea vizuri, lakini kuna mahali ambapo ni kawaida yako wewe kwamba uaga ndio unaishiaga hapo. Au kwenye familia, kuna mengine ni ya kibinafsi, lakini kuna mengine ni hali ya familia.
kwamba kuna mambo ambayo wanafanya, wanaenda, lakini hapo mahali wao waga hawavuki. Sasa hii tunasema ni mipaka isiyoonekana inayoweza kuzuia maisha ya watu. Hata kanisa pia linaweza kuzuiliwa. Ndio maana tunapoomba hatuombei maisha ya watu tu, tunaombea kanisa pia. Bwana atusaidie sana. Mchungaji mmoja aliwahi kuniambia kipindi kile tunaanza kanisa mwanzo, akasema hivi, karibu sana, imekuwa baraka sana kuanzisha kanisa hapa, lakini tunafurahi kwamba umekuja kuungana na sisi katika maombi, kuomba eneo hili, kuombea kijiji hiki, kuombea hapa. Akaniambia hivi, historia ya mahali, na yeye amekuwepo hapa, ni mzee, amekuwepo kwa miaka mingi, nafikiri zaidi ya miaka 30 na akasema kulingana na ushuhuda na historia ya mahali hapa, makanisa yanaanzishwa vizuri, yanaanzishwa kwa namna nzuri sana, lakini nataka ufahamu kwamba makanisa hayawezi kuvuka idadi ya washirika 70. Unaona kitu yule mzee aliniambia, mchungaji akaniambia, karibu tuombe pamoja, tuvunje hizo ngome za mipaka zinazozuia makanisa mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Sasa kama unasimama na kuanzisha kanisa la kweli na adui ameweka mipaka, maana yake kanisa litakuwa na vita kali. Bwana asifiwe. Labda wachache wanaweza wakaelewa. Ikiwa wewe haujashiriki mapambano ya kiroho au mapambano ya kihuduma, unaweza usielewe. Lakini sisi ambao tuko mstari wa mbele tunaelewa namna ilivyo ngumu, namna inavyomhitaji Mungu kufanya kanisa liweze kusimama na kuendelea mbele. Akasema makanisa hayavuki watu 70. Ikifika hapo kuna kitu kinatokea, kanisa linagawanyika mara 2. Au wale watu wote wanaondoka, unaanza tena upya. Unaona hiyo hali Bwana asifiwe sana. Sasa wewe angalia hali ya kawaida. Ni kweli hapa tuko wengi kiasi, lakini nikiangalia hapa wengine hawapo leo, si ndio Tuko wengi kiasi fulani. Lakini ukilinganisha nguvu inayotumika, ukilinganisha kila hali, je, hii ndio hali inayotakiwa kwa kanisa hili? Wale wa kimwili wengine unajua wanafurahia, tunajua kuna watu wako hapa wenyewe waga hawaelewagi nini. Yaani wao waga hawanaga habari ya chochote. Unaona hiyo? Yaani wao ni kama kuna mdudu fulani anaitwa kupe. Unafahamu kupe? Samahani. Kuna watu wenyewe ni kama kupe. Yaani wenyewe hawaelewi. Kupe, kuna watu hawajui kupe ni nini, lakini Paul Zengo ananielewa kwa sababu yeye amechunga ng'ombe. Zengo ananielewa vizuri sana. Kupe ni mdudu fulani ambaye waga anaingia kwa ng'ombe. Anaweza akaingia shingoni ya wapi? Alafu akisha ingia, anaingia akiwa na hali mbaya ya kiafya, mdogo, mwembamba, amekonda. Lakini akisha ingiza kichwa chake pale, yeye kazi yake ni kunyonya damu tu. Hana nalofahamu. Sasa huyu kupe yani kwa kweli pole sana. Ng'ombe anapelekwa mnadani, kupe hana nini? Hana habari. Ng'ombe anauzwa, kupe hana nini? Hana habari. Yeye amezamisha kichwa, ananyonya tu damu. Ng'ombe anapelekwa machinjioni, kupe hana nini? Hana habari. Ng'ombe anachinjwa, kupe hana habari. Ng'ombe anachunwa, kupe hana habari. Siku anashtuka ni ngozi imekauka. Anasema, mbona hakuna damu tena? Sasa kuna sio hapa, sio wewe. Kuna watu ambao hawana habari ya chochote, yani wenyewe wapo tu. Bwana kanisa bwana, watu hawa wengi. Mchungaji anasema watu wachache hawa. Hii kanisa inatakiwa iwe na watu 3500. Hiki ndio kiwango cha chini. Ukichukua nafasi zilizoko hapa na hapo juu, maana yake ni idadi ya watu 3000. Wako wapi? Maana yake kuna mipaka inayozuia. Kwa sababu mipaka hii inazuia kanisa, inakuzuia na wewe pia. Sasa tunapoomba kwamba Bwana sogeza, maana yake unajiombea mwenyewe, Bwana sogeza. Ni kama vile jinsi ilivyo. Jana nilikuwa nasema hivi, ninaamini kwamba Mungu ametupa neema. Kuna vitu ambavyo sihitaji kung'ang'ana sana kukuombea
kwa sababu kama mimi nimesogea, ni rahisi kukusogeza na wewe. Sio kama unaelewa hiyo. Maana yake kuna vitu ambavyo sasa vinakuwa ni vitu vya kawaida. Kama unataka kujenga nyumba, naamini kwamba huo upako ninao, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu sikuombei wakati mimi asubuhi leo nimetoka kwenye nyumba ya nini, ya kupangisha. Kwa neema ya Mungu, Mungu amenipa au ametupatia ya kwetu. Ile nyumba ni kama nyumba ya Mungu. Maana ile nyumba ilijengwa na washirika wote. Mafundi wasio mafundi, ile nyumba yangu walijifunzia pale. Yaani ile nyumba ni nyumba ya ajabu. Wakina mama walikuwa wanakuja wanajenga. Kuna siku nilimkuta sisi ni Mama Rona, alikuwa naye anachapia. Nakumbuka mama alikuwa ameshika mwiko anafanyaje? Yaani ile nyumba ni kama nyumba ya Mungu. Kila mtu alifanyaje? Kila mtu alijenga. Unaona hiyo? Sasa ikiwa tunamuomba Mungu kwa ajili ya baraka za namna hiyo, ninaamini huo upako upo. Kwa sababu tunaposogea kama kanisa, na watu wengine pia wanaweza kusogea. Kama hujaoa, nikikuombea uoe, mke ni naye, huo upako ni nao, si ndio? Au sina huo upako? Ni nao, si ndio? Kama hauna watoto, nataka watoto, mimi ni nao. Tena na wanaume 4, wa kike 1. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama unataka watoto wa kiume na wa kike, wewe tuone tu huo upako. Kwa nini? Kwa sababu tumesogea, huo mpaka tumevuka. Kwa hivyo tunapoomba kuhusu mipaka, hebu usiangalie kwa uchache, angalia kwa ukubwa. Maana yake kwamba kanisa linavyosogea na wewe unasogea. Mambo ya Mungu yanavyoenda na wewe unaenda. Mungu anaposogeza mipaka kwenda mbali, na wewe unaenda mbali zaidi. Bwana atanue mipaka yako leo na usibakie kama vile vile ulivyo. Jina la Yesu lisifiwe sana. Unaweza kujiona we ni mtu mdogo. Unaweza kujiona kama hauna chochote. Unaweza kujiona kama haufai. Lakini wewe sio mdogo kama jinsi ulivyo. Ni matatizo tu yamekushika. Ni hali mbaya tu ulio, lakini wewe sio wa kawaida. Wewe sio mtumishi wa kawaida. Wewe sio mwanaume wa kawaida. Wewe sio mwanamke wa kawaida. Wewe una nguvu na baraka za kupita kawaida. Ni mazingira tu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mipaka. Sasa hapa katika Ayubu anasema utafika mpaka hapa, lakini hautapita. Ni wapi ambapo wewe mara nyingi unaishia hapo? Ni kwenye mambo gani ambayo kila mara hauwezi kwenda upande wa pili na kusema Bwana amefanya na zile changamoto nimezishinda? Wengi wanashindwa na wanaishia hapo. Wengi wanaishia kuahidiwa. Wengi tu wanafanya maombi ya kazi na kuahidiwa, lakini hawapati kazi. Sasa maombi yetu ya leo kwenye ibada hii na ibada ya jioni ni maombi ya kuvuka. Yesu asifiwe sana. Upande ambao hujawahi kufika, Mungu atakuvusha na utafika upande wa pili katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako na kuona ukiwa ng'ambo ya pili katika jina la Yesu. Mwambie na mwingine na kuona ukiwa upande wa pili katika jina la Yesu. Mwambie na watatu na kuona upande wa pili katika jina la Yesu. Mwambie leo unavuka. Hii ni siku yako ya kwenda upande wa pili wa maisha. Ule mpaka uliowekewa, ziwe ni nguvu za giza, yawe ni mashetani, ziwe ni laana, lakini tunaweza kuvuka huo mpaka na kwenda upande wa pili na kuyafikia ambao tujawahi kuyafikia tena. Yesu asifiwe sana. Watu wanaishia hapo tu, yani wanaanza, wakifika hapo wanaishia hapo. Naanza biashara, unaenda kabla biashara haijakaa vizuri, biashara imeanguka, unaanza tena. Kila mwaka unakuwa ni mtu wa kuanza. Kila mwaka unaanzisha mambo mapya. Lakini kwa nini usivuke hapo? Kwamba nimeanza sasa naendelea. Nimeanza sasa ninaenda. Umeanza kujenga, nyumba inaenda, umemaliza, umeingia. Umeanza, kila unachoanza kiende, kisiishie hapo njiani kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu nimalizie kwa kusema hivi. Naomba wakati waimbaji pia wajiandae wakati tunapokwenda kumuomba Mungu. Sasa mipaka hii tulisoma jana kile kitabu cha Mika ambayo inasema hivi, Bwana anakwenda kusogeza. Ilikuwa ni Mika ngapi? 7:11. Hebu angalia ile andiko, kitabu cha Mika sura ya 7 na mstari ule wa 11. Mika sura ya 7 mstari wa 11. Mika 7:11.
anasema hivi, ni siku ya kujengwa kuta zako. Hiyo siku ni lini? Ni leo. Siku ya kujengwa kuta zako, siku hiyo mpaka utasogezwa mbali. Kwa hiyo cha kwanza kwenye huu mstari, Mika sura ya 7 mstari wa 11, anasema siku ya kujengwa. Mungu atayajenga tena maisha yako. Unakumbuka nilishakwambia siku fulani nilikuwa naomba na nilikuwa najiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye safari moja. Na kwenye ile safari nilikuwa nasikia ugumu sana. Walikuwa wameandaa semina na hivi na hivi, lakini nikawa nasikia ugumu sana. Baadaye nikasema ngoja niende kuomba, kwa sababu hii safari sielewi kwa nini nasikia ugumu sana, ni kama nasikia vita sana moyoni mwangu. Kaenda kuomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, pamoja na mambo mengine mengi, lakini nikasikia sauti nzuri sana ikisema. Ile sauti ikasema hivi, mimi ni Mungu, naweza kuyapanga maisha yako tena, naweza kuyajenga maisha yako tena. Sasa hilo neno halijawahi kuniacha. Maana yake mambo yanaweza kuharibika, mambo yanaweza kwenda vibaya, mambo yanaweza kuporomoka, kuvurugika, lakini yeye alisema mimi naweza kuyajenga maisha yako tena. Sasa Mika anasemaje? 7:11, ni siku ya kujengwa kuta zako. Zile kuta zilizobomoka, kuta za biashara zilizobomoka, kuta za familia zilizobomoka, kuta zilizobomoka. Manake kuta manake ni ulinzi. Anasema ni siku ya kujengwa kuta zako, na siku hiyo mpaka utasogezwa mbali. Mungu aanze kuyajenga maisha yako tena. Hili ni ombi langu. Eneo lolote ambalo haliendi vizuri, mahali popote ambapo mambo hayako sawa, yeye anasema ni siku ya kujengwa kuta zako tena. Biashara yako itajengwa tena, heshima yako itajengwa tena katika jina la Yesu. Anasema nitajenga kuta zako na mpaka wako utasogezwa mbali. Kuna mahali ambapo Mungu anataka ufike wewe. Kuna mahali wewe unataka kufika, lakini kuna mahali ambapo Mungu anataka wewe ufike. Sasa Mungu yeye mipaka yake ni mipaka ya mbali sana. Yaani Mungu yeye hanaga mambo madogo. Mambo ya Mungu yote ni makubwa. Baraka za Mungu ni kubwa. Neema ya Mungu ni kubwa. Hekima ya Mungu ni kubwa. Akili ya Mungu ni kubwa. Kwa hiyo anaposema nitasogeza mipaka yako mbali, manake yeye atapima kwa kipimo kikubwa sana kwenye maisha ya kila mmoja wetu, kwamba hata kupimia kwa kiwango kidogo, kwa kiwango cha chini, lakini atasogeza iwe kwa kiwango kikubwa sana katika maisha yako. Naomba iwe hivyo kwako leo katika jina la Yesu. Mipaka yote inayokuzuia na ianze kusogezwa siku ya leo, na uende zaidi ya kawaida katika jina la Yesu. Unaweza kusema amen. Sema tena amen. Piga kelele tena, sema amina. Sema Mungu Baba, mchana huu leo mipaka yangu inakwenda kusogezwa sawa sawa na neno hili, kwamba ni siku ya kujengwa kuta zangu. Kuta zangu zinajengwa tena, maisha yangu yanajengwa tena, familia yangu inajengwa tena, uchumi wangu unajengwa tena, huduma yangu inajengwa tena katika jina la Yesu. Mungu Baba, naomba unijenge tena, unifanye upya tena, uniinue tena, nisimame tena kwa jina la Yesu. Kama ulivyosema, mpaka utasogezwa mbali. Mipaka yote inayonizuia, iliyonizuia mchana wa leo, ninatamka kwamba isogezwe, ianze kusogezwa. Ninaomba sasa yule malaika anayenihudumia mimi, anayehudumia maisha yangu, aanze kusogeza mipaka nisiyoiona,
kila mahali nilipozuiliwa, kila mahali nilipozuiliwa, anza kusogeza mchana wa leo na mipaka yangu iende mbali. Katika jina la Yesu ninapokea sasa, na imekuwa hivyo. Amina. Naomba usimame, tutakuwa na maombi ya pamoja. Kila mahali ambapo wewe umekuwa unaishia hapo. Wengine wanaomba kazi, wanapokea ahadi tu. Wengine wanaishia kwenye kuchumbiwa tu, hakuna ndoa. Wengine wanaishia kwenye kufanya mitihani tu, lakini hawafanyi vizuri, hawafaulu mitihani. Wanaishia mahali fulani, wanaishia tu mahali fulani, lakini hawaoni kwenda zaidi ya hapo. Hii ni siku yako, hii ni siku yako. Ile mipaka inasogezwa. Kuna mahali ulikuwa unaishia, kuna mahali watoto wanaishia, kuna mahali familia inaishia hapo. Wengine kiumri, wengine kiuchumi, wengine kuna mahali wanaishia. Lakini Bwana anaposogeza mipaka, maana yake wewe hautaishia hapo kama wengine. Wewe utakuwa tofauti, wewe utakuwa wa kipekee. Nataka tumwabudu Mungu kifupi, na mara baada ya kumwabudu Mungu, kila mmoja wetu utachukua nafasi kwa ajili ya kuomba. Unaomba nini? Unaomba, Bwana, sogeza mipaka yangu, ongeza mipaka yangu, kama Yabesi kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya ngapi? Sura ya 9. Anasema Yabesi akamwambia Bwana, ongeza mipaka yangu, ongeza mipaka yangu, ongeza Bwana mipaka yangu, ongeza Bwana kwenye maisha yangu. Hilo tu ni ombi la leo. Bwana, ongeza mipaka yangu, mipaka yangu ya kiuchumi, ongeza mipaka ya watoto wangu, wafanye waende zaidi ya kawaida. Kielimu, kimaisha, ongeza mipaka yao, waende zaidi. Nafikiri umenielewa, kila mmoja umenielewa. Nimeeleweka jamani? Amina. Basi hebu tumwabudu Mungu. Asante Bwana. Tunapoomba anasikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Kanisa, tuimbe pamoja. Yupo Mungu mbinguni ajibuye, ayajibuye. Oh, yupo Mungu mbinguni asikiaye, asikia. Oh, yupo Mungu mbinguni ajibuye. Tena yupo Mungu mbinguni. Inua sauti yako juu zaidi, tumwambie yeye anasikia maombi yetu. Yupo ajibuye kwa ushindi zaidi. Yupo Mungu mbinguni asikia. Yupo Baba ajibuye. Oh, tunapoomba
wetu sasa twende mbele za Bwana. Kama kuna sehemu ya kutengeneza na Bwana, kama ilivyo wiki yetu hii ya maombi, ni maombi ya toba na utakaso. Mwambie Bwana akusamehe. Kama kuna mahali ambapo ulikosea, tubu mbele za Bwana. Kishafanya hayo, mwambie Bwana, sasa sogeza mipaka inayonizuia. Nimezuiliwa katika mengi. Unayo ndoto kubwa, unayo maono makubwa, lakini unapambana na nguvu zinazokuzuia na kukufanya ubakie wa kawaida tu. Nguvu hizi zimezuia maisha yako, zimezuia biashara, zimezuia mema yasitokee kwako. Mwambie Bwana leo kwa uweza wa Roho Mtakatifu, nisaidie kwenda zaidi ya kawaida. Kila mmoja wetu omba, uwe huru kuomba. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya mchana wa leo. Sante kwa ajili ya kanisa lako. Bado tunanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, kwa sababu wewe Mungu ni Mungu mkuu, mwenye uweza na mamlaka yote ni wewe. Utendaye ishara na maajabu ni wewe. Tunaomba neema na rehema mbele zako Bwana, kama vile ambavyo tumeona vyema kutengeneza maisha yetu na wewe. Kanisa lako litengeneze na wewe. Yako mengi ambayo yamekuwa hayafai, mawazo mabaya, maneno mabaya, matendo mabaya, uasi wa kila namna ulio ndani ya mioyo, dhambi za siri ambazo zimefichwa ndani ya watu. Lakini Mungu, wewe ni Mungu wa haki, unayeona, maana kwako giza na mwanga vyote ni sawa. Tunaomba mbele zako mchana wa leo, rehema zako Mungu mkuu. Bwana, ukaturehemu na kutuhurumia kwa kila jambo ambalo halikustahili kutendwa na sisi. Tumekukosea kwa njia mbalimbali, kwa namna mbalimbali. Bwana, tunaomba rehema na neema yako. Tunaomba Bwana leo utuwie radhi. Bwana, tumekukosea, tumetenda dhambi. Damu ya Yesu itusafishe na kututakasa toka katika kila aina ya uovu uliompa adui nguvu na mamlaka ya kushambulia, kuzuia baraka, kuzuia ukuaji. Yule adui ambaye amepata nafasi ya kudhoofisha maisha yetu, tunaomba leo Bwana, kwa mara nyingine tena, wewe utuguse. Weza wako uwe juu yetu, Bwana mwenye nguvu, Bwana mwenye uweza, Bwana wa mabwana. Tunakuhitaji leo tena, weza wako uachiliwe juu ya kanisa lako. Damu ya Yesu inayovunja kila kifungo, inayovunja vifungo vya dhambi, ninaomba hiyo damu imiminwe juu yetu. Hiyo damu imiminwe maishani mwetu, damu inayovunja vifungo vya dhambi, vifungo vya giza, inayovunja laana ya magonjwa, laana ya kifo, laana za mateso, laana za kila namna. Hiyo damu ya Yesu imiminwe juu yetu tena. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iachiliwe juu ya kanisa lako mchana wa leo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inayosafisha, inayotakasa. Damu ya Yesu inayosafisha maisha yetu, yasafishwe leo, yatakaswe leo. Bwana, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Ni asante Bwana wa mabwana. Na sasa Bwana, tunaomba kwa ajili ya mipaka, kama anavyosema Ayubu, tutafika mpaka hapa lakini hatutavuka. Liangalie kanisa lako mahali tumefika. Tunaomba Bwana kuvuka mahali hapo, mipaka iliyowekwa katika ulimwengu wa roho, mipaka iliyowekwa katika ulimwengu wa roho inayozuia ukuaji, inayozuia ustawi, inayozuia maendeleo, mipaka inayolizuia kanisa. Yawe ni maneno ya watu, yawe ni maombi, yawe ni maagano, iwe ni mikataba. Bwana, ninaomba jioni ya leo, mikataba iliyowekwa kinyume na sisi, maagano yaliyowekwa kinyume na sisi, maombi mabaya yaliyoombwa kinyume na sisi, maagano yaliyofanyika kinyume na sisi, maneno yaliyotamkwa kinyume na sisi, ili kutushikilia, ili kutuzuia, hayo maneno tunayatangua, tunayabatilisha, tunayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mpaka ambao umewekwa rohoni ili kutuzuia katika eneo la uchumi, katika jina la Yesu. Kila mpaka uliowekwa ili kutuzuia katika eneo la huduma, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema ya kwamba
mpaka utasogezwa mbali. Nami ninaomba wale malaika wanaohudumia kanisa, wanaohudumia familia, wanaohudumia watu wako, mchana wa leo wakasogeze mipaka ya mwanaume huyu ikasogezwe, uchumi wake ukakue. Mipaka ya mwanamke huyu ikasogezwe, uchumi wake ukue, biashara yake ikue katika jina la Yesu. Mpaka wa kijana huyu usogezwe, kila alicho nacho kikakue na kuongezeka. Baba mwenye uweza, asante kwa uaminifu wako, asante kwa matendo yako makuu ya ajabu. Ile mipaka inayotuzuia kila mara tumeishia hapo, lakini leo tunatamka uweza wa Bwana umeachiliwa, nguvu ya Bwana imeachiliwa, nasi tunaendelea zaidi ya kawaida katika jina la Yesu. Baba mwema, nakushukuru. Asante Bwana wa mabwana, asante Yesu, asante Bwana wa mabwana. Mungu mkuu, akupe hatua, akupe kuendelea, usio kuahidiwa tu, usio anayepokea ahadi tu, ahadi zikatimie. Usio mtu wa malengo tu, malengo yakatimie. Usio mtu mwenye maono tu, maono yako yakatimie. Kila ambacho Mungu amekianzisha moyoni mwako, kile kinachozuia kiondolewe leo, kiharibiwe leo. Kila kinachozuia kiondolewe leo, kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwa watoto wako. Mipaka iliyowekwa kwa watoto, mipaka ya kielimu, mipaka ya kimaisha, mipaka ya kila namna, ninatamka leo ile mipaka iondolewe, ile mipaka isogezwe. Kila nguvu inayozuia kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, nguvu inayokuzuia wewe kuendelea kukua, nguvu inayokuzuia wewe, inayozuia maisha yako, inayozuia familia yako, inayozuia watoto, inayozuia kazi yako, inayozuia biashara, mchana wa leo hiyo nguvu iachiliwe, hiyo nguvu ikuachie, hiyo nguvu ikuachie, hiyo nguvu ikuachie, hiyo nguvu ikuachie. Nguvu inayozuia hata hauwezi kuolewa, hata imeshindikana kuolewa, imeshindikana kuingia kwenye ndoa. Huo mpaka uliowekwa, ninauondoa kwa jina la Yesu. Mipaka iliyowekwa na nguvu za giza, iliyowekwa na wachawi, iliyowekwa, mipaka yote iliyowekwa kwenye maisha yako, mipaka yote iliyowekwa, ninavunja leo, ninaharibu leo. Mipaka iliyowekwa kwenye afya yako, mipaka ya umri, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kinachokuzuia ninatamka leo kiondolewe. Mipaka ya nguvu za giza, mipaka ya roho chafu, mipaka ya roho ovu, mipaka iliyowekwa kwa jina la Yesu. Waliokutamkia kwamba hutafanikiwa, ninatangua haya maneno, ninayabatilisha, ninayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maisha yako yageuzwe leo, hali yako ibadilike leo, mambo yabadilike leo, maisha yako yabadilike leo kwa jina la Yesu. Asante Bwana, asante Yesu. Ninakushukuru Bwana wa mabwana. Mungu akupe kuendelea, akupe kufanikiwa, akupe kustawi, akupe kufanya mambo makubwa. Kila mahali ulikuwa umefinyiliwa, kila mahali umezuiliwa, kila mahali adui ameshikilia mambo yako, ameshikilia baraka zako, ameshikilia mafanikio yako, ameshikilia amani yako, ameshikilia hali yako, ameshikilia huduma na utumishi wako, ameshikilia mchana wa leo. Ninatamka adui aachilie maisha yako, aachilie nyumba yako, aachilie ndoa yako, aachilie mume wako, aachilie watoto wako, aachilie afya yako, aachilie kazi yako kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Enyi mapepo wachafu, enyi nguvu za giza, ninavunja na kuharibu mamlaka yenu mchana wa leo. Tunaachilia moto wa Bwana, moto wa Bwana. Kila kinachokushikilia, kila kinachokufunga, kila kinachokutesa, kila kinachokufadhaisha, ninatamka kuvunjika mchana wa leo. Ninatamka kiharibiwe leo. Kinachokutesa, mwiba mwilini mwako, mateso mwilini mwako, magonjwa mwilini mwako, yaondoke yote kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu, asante Bwana wa mabwana. Roho Mtakatifu akuguse tena mchana wa leo. Moto wa Bwana uje juu yako. Nguvu za giza,
zinazokutesa, nguvu za giza zinazokuonea, nguvu za giza zilizokuwekea mipaka, zinazokuharibia mahusiano, zinazoharibu watoto wako, zinazoharibu ndoa yako, zinazoharibu biashara yako, zinazoharibu, katika jina la Yesu ninaamuru mchana wa leo hizo nguvu za giza zivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Sante Bwana wa mabwana, sante Yesu, sante Bwana wa mabwana. Kile kilichopandwa katika mwili wako, kile kilichopandwa katika mwili wako ninaking'oa mchana wa leo. Magonjwa yaliyopandwa ili kukutesa, ili kuharibu uchumi wako, ili kuharibu fedha yako, ili kuharibu amani yako, magonjwa yaliyopandwa katika mwili wako mchana wa leo, haya magonjwa yote ninaamuru yaondoke. Magonjwa yote yaliyopandwa katika mwili wako kwa jina la Yesu, haya magonjwa yanayokuzuia, yanakuzuia usiweze kufanya kazi, yanakuzuia kufanya kazi, yanakuzuia kufanya biashara, yanakuzuia kumtumikia Mungu, enyi magonjwa ya kila namna, na waamuru mchana wa leo, toka kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ewe shetani, ulifunga tumbo la mwanamke huyu, unajaribu kumwekea mipaka, unajaribu kumwekea mipaka. Ninasema mchana wa leo hauna mamlaka. Kila mahali uliposhika, wewe uliyeshika tumbo la uzazi, ninakuamuru mchana wa leo, achilia, 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 achilia mipaka unayoweka, hiyo mipaka uliyoweka kwenye tumbo la uzazi, achia mchana wa leo, achia, achia kwa damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Ninasikia sauti inaniambia hatua mpya, hatua mpya, hatua mpya. Ninasikia sauti inasema hatua mpya, hatua mpya. Mwambie Bwana asante kwa hatua mpya, asante kwa hatua mpya. Asante maana ninasogea, asante maana ninaendelea, asante maana ninakuwa, asante maana ninabarikiwa, asante maana ninatajirika, asante maana ninastawi. Nasikia neno hatua mpya, hatua mpya, hatua mpya mchana wa leo. Bwana akupe hatua mpya kwenye masomo, hatua mpya kiuchumi, hatua mpya kimaisha, hatua mpya kihuduma, hatua mpya mchana wa leo. Mwambie Bwana asante kwa hatua mpya katika jina la Yesu. Maisha yako yaendelee, watoto wako waendelee katika jina la Yesu. Kila ulicho nacho Bwana akatoe hatua mpya tena. Mahali mambo yalikwama, mahali mipango ilikwama, uchumba wako ulikwama, mahali mahusiano yake ya Kikristo yalikwama, Bwana anaachilia hatua mpya mchana wa leo. Naam, unakwenda tena kwa hatua mpya katika jina la Yesu. Ninakushukuru Yesu. Asante Bwana. Ninakushukuru Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Sema ee Mungu Baba, asante kwa kunipenda namna hii. Asante kwa upendo wako maishani mwangu. Mchana wa leo mipaka yangu imesogezwa kwa jina la Yesu. Mipaka iliyowekwa kwa maombi mabaya niliyoombewa mimi, mipaka iliyowekwa kwa maneno mabaya walionitamkia, mipaka iliyowekwa kwa maagano mabaya yaliyofanyika kinyume na mimi, mipaka iliyowekwa na watu wanaonichukia, wanaonitakia mabaya. Ee Mungu Baba, kwa neema yako leo ile mipaka yote imesogezwa, imesogezwa katika ulimwengu wa roho, imesogezwa katika ulimwengu wa kawaida, na sasa ninaendelea mbele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninayafuta maagano yote, ninayafuta maombi yote, ninatangua maneno yote kwa damu ya Yesu. Kila neno waliloninena, walilolitamka kinyume na mimi, kinyume na maisha yangu, kwa jina la Yesu ninatamka leo maneno hayo
hayana nguvu tena. Katika jina la Yesu, mimi ninaendelea, mimi ninastawi, mimi ninakuwa, mimi ninafanikiwa, mimi namtumikia Mungu, mimi ninayo amani, ninayo familia nzuri, ninayo maisha mazuri, ninayo kazi nzuri, ninayo biashara nzuri, ninayo watoto wazuri, ninayo nyumba nzuri, ninayo kazi nzuri. Katika jina la Yesu, mchana wa leo maisha yangu hayatasimamishwa na yoyote wala chochote, kwa sababu Bwana wa mabwana yuko pamoja na mimi. Mpe Bwana Yesu makofi na mazuri na vigeregere. Sante Bwana wa mabwana, sante Yesu. Katika jina la Yesu, hakuna cha kukusimamisha tena. Haleluya, hakuna cha kukusimamisha tena. Iwe ni watu, iwe chochote, sasa unaendelea mbele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, mwambie mtu mmoja, hakuna cha kunisimamisha katika jina la Yesu. Mwambie na mtu mwingine, hakuna cha kunizuia katika jina la Yesu. Mwambie, unavyoniona hivi ndio naondoka hivyo, ndio naendelea hivyo, ndio nastawi hivyo, ndio natajirika hivyo, ndio naendelea hivyo. Mwambie, unavyoniona hivi ndio ninavyoondoka hivyo, katika jina la Yesu. Amen. Na iwe hivyo. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana wote mchana wa leo. Baba, asante, bariki watu wako wanapoondoka hapa. Baraka yako iende pamoja na wao, na kushukuru kwa ajili ya neema yako ya pekee. Tutakapoonana tena baadaye, tutaona utukufu wako na nguvu yako, na kushukuru kwa yote ambayo umeyafanya. Sifa ni zako na utukufu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wote semeni amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Bwana amekupa hatua mpya katika jina la Yesu. Sema amen. 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 Hallelujah.